Inaonekana mtu anakufahamu vizuri tu, mpaka amefahamu leo ni birthday yako. Ni moyo wangu unavunjika ndani ya hukumu ya msaliti. There's no place to hide. Dada kwa dada, ahadi zikafa usiku ndani ya hukumu ya msaliti. Wema, hivi uko chuoni kwani nyinyi mnafundisha jeuri? Hapana dada, kwa nini umeniuliza? Yaani mdogo wangu Nelisa amebadilika. Sikatai, Nelisa alikuwa na vitabia vya ajabu tu, ila alivyoenda chuo amezidi kuwa jeuri. Nelisa amekuwa kiburi. Unajua na kiburi cha ajabu. Yaani mpaka nashindwa kumuelewa. Yaani kama tukio lilotokea jana, amerudi Nelisa ni usiku. Yaani mimi kosa langu kumuiza tu. Nelisa mdogo wangu, ulikuwepo wapi? Na mbaya zaidi hujaenda toka ulivyotoka. Wema mdogo wangu, kilichotokea hapa. Nelisa akanijibu kama mie mke mwenzie. Dada, mimi nikitoka mundani sitoki maswali, sijui uweke daftari la saini, sijui mimi mwalimu. Wema, kwani uko chuo mnafundisha ujeuri? Mnaambiwa sasa wanafunzi, hii leo tuna topic ya ujeuri, mkifika nyumbani mnaanza na hii topic. Mpaka nashindwa kuelewa. Yaani uko chuo mnafundisha hizo jeuri ama ni kitu gani? Hapana dada, ninadhani ni tabia ya mtu tu, na wala chuo hatufundishwi hivyo. Sasa basi ukae uzungumze naye, hata kama asipotambua thamani yangu, basi ajue mimi ni nani kwake. Sawa dada, nimekuelewa. Nitakaa naye chini, nitazungumza naye, naamini mambo yatakuwa sawa, kila kitu kitakuwa sawa. Ila kingine dadangu, nikombe kitu, naomba usamehe sisi. Kama unavyoelewa sisi watoto 2000 tuna mambo mengi, kwa dadangu tuvumilie. Naamini jambo hili litaisha. Nakupromise dadangu. Nilimfungulia mlango wangu nikisema you're my blood. Sikujua naingiza majeraha ndani ya nyumba yangu. Nilikuamini kuliko wote, I gave you all my trust, lakini mikono niliyoshika ndio ilinichoma first. Usiku nalala macho wazi, thinking what Unakosea. Upasi kufanya unachokifanya sasa. Atagundua tulichomficha. Najali basi. Alafu yule ni mume wangu mimi na sio yeye, kwa sababu muda wake wote nipo nao mimi. Unakosea. Kumbuka wewe ni mwizi. Unamwibia dadako. Au nadhani dadako yake akiondoka utaweza kuwa mke kwake? Hata kama yaani mimi ninachojali ni upendo wake kwangu. Ananipenda, nampenda. Sijali vitu vingine ya Venus. Sawa. Ila mimi nakushauri tu, usiishi na dadako kama unavyoishi naye hivi. Utaharibu. Sawa mpenzi.
Kasi mdogo wangu, kuna kitu unataka kuniambia kuhusu mambo yanaendelea humu ndani, ila Nelisa alikukatisha. Niambie kitu gani hicho? Tulia hivyo hivyo. Tulia. Naomba niache, nitakupata unachotaka. Unasemaje wewe? Nisikilize kwa makini. Kama umeshindwa kutumia mdomo wako vizuri, nitakuja nitaushona mara mbili yake hapa. Wewe. Sikiliza kwa makini. Ukisubutu kuongea chochote kuhusu Nelisa pale nyumbani, hichi kichwa chako kitakuwa halali yangu. Kitu kingine, mtu ambaye unataka kushindana naye ana mtandao mkubwa sana. Unaelewa? Unaelewa vizuri? Kwa hiyo sitaki chochote kitokee kuhusu hicho. Sawa? Sasa nakupa 1, 2, 3, sitaki kuona hapa. Sawa? Hello boss. Ya, kila kitu kimeshaisha. Ya, uhakika. Mbona kama kuna kitu unanificha? Hebu niambie. Leo mradi tuko wenyewe tu. Hebu zungumza, jiamini. Yaani Katata wa kweli. Hiyo siku mimi nilitaka tu kukwambia kuhusu taarifa za Nelisa za chuoni. Kwa hiyo nilipozipokea tu yaani nikafurahi, ndo nikasema nikufuate nikwambie. Ila kabla sijakwambia ndo Nelisa akawa amekuja. Nikaona tu Nelisa huyu atakuwa ameshakwambia kwa sababu ni Katata kake. Hakuna kingine. Halafu mimi siwezi kukuficha dada yangu. Mimi nikiwa na jambo na kuleteaka wewe, tunalitatua. Kwa hiyo kwenye hili hakuna ninachokuficha, ni ukweli utupu. Sawa. Kama utakuwa unaongea ukweli. Ila nitajisikia vibaya sana nikijua unanidanganya. Tata, kwa kweli mimi siwezi kukuongopea wewe. Yaani mimi kitu chochote kikiendelea humu ndani lazima nikwambie, kwa sababu wewe kwanza unanipenda na ndio unanifanya napata kabushara na watumia nyumbani wazazi. Haya, sawa. Sasa tata, mule ndani nilikuwa naosha tu vyombo. Nilikuwa naomba niende nikaendelee kutuosha kama hamna kingine. Sawa, endelea na kazi zako. Sio bure. Kuna kitu itakuwa na kificha.
Wow. Kazi nzuri, nimependa. Kumbe Richi anatembea na ndugu wa mkewe. Sasa nimepata mwanzo mzuri ambao nitatumia kama fimbo yangu ya kwanza kumchapia Richi. Kazi inayofuata nahitaji umfuatilie Richi na huyu mwanamke kiundani zaidi, alafu nipate taarifa zao kwa wakati. sawa, limeisha hilo, lakini huoni kama unaniongezea jukumu lingine? Usijali kuhusu hilo, hata fedha pia nitakuongeza. Alafu kuna muamala nilikufanyia kwenye simu yako, uliupata? Okay. Sasa nitakuongeza na kiasi kidogo. Imeisha. Hivi mume wangu, unakumbuka harusi ya rafiki yako? Naikumbuka. Umepanga tunavaa nini? Yaani wewe mtu wangu wa kuniandalia kila kitu na unajua nini nikivaa nini napendeza. Leo unaniambia mimi unavaa nini? Of course wewe ndio unajua. Nini hicho? Na mgeni amekuja kakumea huko nje, ameniambia nilete hii hapa. Ameniambia kwamba ni kwa ajili ya bosi kaka. Sawa, nenda. Nani weka kuletea zawadi? Sasa hii ni zawadi kwa ajili yangu. Sasa unataka kuifungua ya nini? Hata ulivyofunga ndoa tuliambiwa mimi nawe ni mwili mmoja. Kwa hiyo ni zawadi yetu sote. Inaonekana mtu anakufahamu vizuri tu. Mpaka amefahamu leo ni birthday yako. Oh. Unajua mke wangu, hata wewe ulisahau kabisa siku yangu ya kuzaliwa. Okay. Tuanzie hapo. Unaweza kuniambia Jack nini?
Jackie, nisikilize. Chunga sana huo mchezo wako ambao unaucheza. Usije ukaathiri familia yangu kwa namna yoyote ile. Mizigo yako nimeipata. Nakwambia hivi Jackie, ikitokea chochote kile kwenye familia yangu, na kuapia sitakuacha salama. Jackie. Jackie, halo? Halo? Nilivuka mstari kimya. I thought nobody would know. Tamaa ilinipofusha macho. I let my real love go. Nilidhani ni mchezo wa siri, just a secret in the dark. Sasa naona macho yake ya majeraha ya heart. Ninabaki na majuto, I'm drowning in regret. Lakini nimeshachelewa, siwezi kufuta nilichofanya, yeah. Tulivunja tulichoapa, tukaharibu tulichojenga, ndani ya kuta zile zile.